Umewahi kuhisi kama vile Mungu yuko mbali na wewe, kama vile amekuacha? Utadhani kuna ukuta mkubwa kati yako na Mungu. Ukiomba utafikiri maombi yako yanaishia kwenye paa, wala hayafiki mbinguni. Sasa kaa tayari, kwa sababu leo tutaangalia kanisa moja katika ufunuo wa Yohana lililokuwa na hali kama hiyo. Karibu kwenye channel ya Daudi EM. Kama bado hujasubscribe, tafadhali fanya hivyo sasa ili upate ufafanuzi wa kina wa maandiko ya Biblia. Leo tunatafakari kanisa moja katika Ufunuo sura ya 2. Ujumbe wa Yesu Kristo kupitia Yohana ulitoa suluhisho na kutoa ahadi nono kwa wale watakaoitikia na kufuata maelekezo yake. Katika Asia ndogo kulikuwa na mji mmoja ulioitwa Efeso. Ulikuwa mji mkubwa kibiashara na kitamaduni katika dola ya Rumi, na ulikuwa na hekalu kubwa sana la Artemis, moja ya maajabu 7 ya dunia ya kale. Huko kulikuwa na kanisa la watu waamini wa Kristo lililoitwa kanisa la Efeso. Yesu alilisifia kanisa hili kwenye Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 2 kwa kusema, "Nayajua matendo yako, taabu yako, subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale waliojiita mitume na kuona kuwa ni waongo. Tena umevumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka." Kanisa hilo lilikuwa na juhudi, liliweza kutetea imani dhidi ya wafuasi wa Artemi mkuu na serikali ya Roma. Lilishikilia kweli na kupinga mafundisho ya uongo ya Wanikolai. Wanikolai walihubiri mchanganyo wa Ukristo na upagani. Inasemekana chimbuko lao ni yule shemasi aliyetajwa kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 6 mstari wa 5. Lakini pamoja na Yesu kulisifia hivyo, bado anasema, "Nina neno juu yako." Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 4. Kanisa lilikuwa limeacha upendo wake wa kwanza kwa Kristo. Lilikuwa limepoa. Shauku kwa mambo ya Mungu ilikuwa imepungua. Upendo na kutenda mema kulizidi kupungua kadiri siku zilivyozidi kwenda. Hapo Yesu anaonyesha udhaifu ndani ya kanisa. Sasa kumbuka kuwa Biblia inapotaja kanisa haimaanishi nyumba ya kufanyia ibada, inamaanisha watu au mtu. Ili kuondoa udhaifu huo, Yesu aliwaambia mambo wanayopaswa kufanya, ambayo mimi na wewe leo tukiyafanya, hakika tutapata urejesho na ushindi mwisho wa siku. Yesu aliwaambia wakumbuke ni wapi walipoanguka, kisha watubu na warejee katika upendo wao na matendo ya kwanza. Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 5. Kwa maneno mengine, wajipime wanavyompenda Mungu sasa na walivyompenda Mungu wakati ule walipohubiriwa Injili na Paulo mtume. Watafakari matendo yao wakati walipopokea neema ya Kristo na matendo yao ya sasa. Kisha wageuke na kurudia upendo ule na matendo yale ya mwanzo. Unaweza kujiuliza, nawezaje kuamsha upendo ambao umepungua au umekufa kabisa? Angalia waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 13. "Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake." Ikiwa mtu atakubali kabisa kutubu na kuwa tayari kubadilika, Mungu anaweza kushughulika na moyo na kuamsha upendo wake upya kwa nguvu zaidi ya hapo mwanzo. Ikiwa watatubu na kusikia, basi Yesu alitoa ahadi kuwa atawapa kula matunda ya mti wa uzima katika bustani ya Mungu. Huu ni ule mti wa uzima uliotajwa kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 9. Maana yake watapokea uzima wa milele. Lakini wasipotubu, Yesu ataondoa kinara chao mahali pake, yaani watapoteza nafasi yao kwa Mungu. Wacha nikuambie kitu, kama bado unaangalia video hii, maana yake ni kwamba bado upendo wa Mungu na neema yake imefunguliwa kwa ajili yako leo, na anatoa wito tuangalie tulipoanguka na kutubu. Ikiwa video hii imekupa mwangaza wa kiimani, usiache kusubscribe, tuendelee kujifunza pamoja. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.